Na shida hiyo imekuja kwa Kristo kwa sababu wamesahau wanaweza kufanya wanavyotaka. Anafanya kwa kuwa mimi ni Mkristo sawa, lakini mwili huu ni mwili wangu. Anaweza akafanya anavyotaka. Ikiwa ni wanawake, anaweza kuweka kope za bandia, anaweza akaweka mavitu nywele zikabadilika, anaweza akaweka kucha za bandia, anaweza akavaa vimini, anaweza akavaa anavyotaka. Amesahau huku ya kwamba Mungu anasema mjui miili yenu kwamba ni hekalu la Roho wa Bwana. Akuzungumza, ninaomba unisikilize unielewe. Akusema roho zenu kama mnavyotumia sasa. Nasema Mungu anaangalia rohoni. Mungu anaangalia na mwili. Anasema hivi, hamjui ya kuwa mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hamjui? Maana yake sio kwa mwili, ni hekalu la Roho wa Bwana, yule ambaye ameagizwa aje kutusaidia usimamie huu mwili. Maana yake utembee katika njia sahihi, maana yake kujipambe kwa kujistiri. Umeona? Waliposahau wapo wanadamu, vijana waliposahau wapo kwamba mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, wakawa ni wazinzi, wakawa ni waongo, wachungaji wakawa wanachepuka, wachungaji wakawa walevi, wakasahau mwili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Walisahau kabisa. Wanasema Mungu anaangalia rohoni. Sikia, nataka nikwambie mpendwa, nataka nikwambie hivi. Anasema mjui. Hapo ndipo kulikuja kukaleta madhara ya kiroho. Hapo ndipo kumekuja kukaua nguvu ya maombi ndani ya Wakristo wa leo. Kuja ni share hapa, kuna watu ninaona hapa tamani kabisa kuwa pamoja na mimi. Na tamani kabisa kuwa pamoja na sisi muda huu. Unaona? Hiyo hatari ikasababisha ikaua kabisa uhusiano wa mwanadamu, uhusiano. Roho Mtakatifu ya connection ikaondoka kabisa. Roho wa Bwana kaondoka. Maana yake ile hekalu limekuwa sio lake tena. Limekuwa hekalu la wewe, la kwako tu. Umekuwa mwili wako mwenyewe. Maana yake Roho Mtakatifu umemtupilia nje. Maana yake Roho wa Bwana umemkataa kabisa. Bwana atusaidie. Maana yake Roho wa Bwana tumemkataa. Tumesahau kama hili ni hekalu lake mwili. Maana yake mwili unataka ukae kama Mungu anavyotaka mwenyewe. Maana yake huyu Kristo tumejiona sisi, tumemwona afai. Nimeona watu wengi wanadamu leo hii, wengine wanaenda Uturuki kuongeza makalio, huku ni Mkristo. Wameenda kule wameiga mitindo wazungu kabisa. Maana yake wamemwona huyu Mungu ajaniweke inavyotakiwa. Mungu bana amenikosea hapa. Maana Mungu bana amenitengenezea kichwa kibaya sana. Bana Mungu kope hizi bana ameniwekea ndogo sana. Sikia, Wakristo walipokamata na huyu adui, wamesahau mwili yao ni hekalu la Bwana. Eti wanasema Bwana anaangalia rohoni. Na ukimkuta mtu huyo anayesema Bwana anaangalia rohoni, hawezi hata kuomba dakika 20. Hawezi hata kuomba nusu saa. Kwa sababu gani? Ana hiyo nguvu. Adui amejipenyeza kwenye hekalu la Bwana. Shetani ndio ameketi. Adui ameketi. Maana yake mwili wake unaongozwa na dunia. Maana yake hizo tamaa zinamuongoza. Bwana tusaidie. Maana yake huo mwili unaongozwa na tamaa za kiulimwengu. Ndio maana unakuta hakuna nguvu ya gomba. Vijana, mwili unaongozwa na mihemko ya kidunia. Unaongozwa na tamaa za kiulimwengu kwa sababu umemwacha Roho wa Bwana. Kwa sababu umekataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mimi nikianza tu ningisikia, nikianza tu kuomba usingizi naanza kupiga miayo tu. Nikiingia ibadani nakuta nasinzia, wala sielewi chochote, lakini ni Mkristo, ninaenda kanisani kila siku. Nikwambie, hebu rejea sasa. Rejea, ninataka nikwambie ili uweze kuomba kwa muda mrefu, uweze kuomba ili hizo tabia zilizokuwa zimekuvaa, hizo roho zote, hizo tamaa zinazokusukuma kutenda vitu ambavyo havimpendezi Mungu, vinavyokusukuma kujipamba kusikompendezesha Bwana. Unaona? Ili Roho wa Bwana aweze kuingia ndani yako,
lazima urejee. Sawa, umeamini, lakini kama umeamini pasipo kumpata Roho Mtakatifu, kushinda ni ngumu. Maombi ya muda mrefu kuyaweza kuomba ni ngumu. Lazima unapoamini. Ndio maana Petro akauliza hivi, je, mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu? Swali la Petro lilikuwa ni hapo. Mbona watu nimesikia wameamini, lakini nataka niwaulize, mlipoamini mlimpokea Roho wa Bwana? Maana yake asimamie ile hekalu au usimamie mwili. Usije ukanywa pombe, usije ukawa mzinzi, usije ukawa unawaza upuzi, usije unapingana na neno la Kristo, usije unasema ya kwamba Mungu anaangalia rohoni. Mlijaza huyo Roho wa Bwana, aliketi kwenu. Mimi ninataka nikuambie kitu kimoja. Kuanzia sahihi sasa, nataka nikupeleke ili mbinu ya kuweza kurejea tena kwenye hali iliyo yani ya uhamsho, ili uweze kurejea katika hali ya kujua kana kwamba Mungu yupo, ya kuweza kuhisi uwepo wa Bwana kila saa, ya kuweza kuhisi Roho Mtakatifu anakusemesha kila saa, ya kuweza kuhisi niko katika njia salama, niko katika njia salama, niko katika njia sahihi. Nataka nikurudishe kabisa hapa ili uanze upya, ili Roho Mtakatifu umuone tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima ujaribu ujaribu kutenga muda kuanzia sasa. Uendelee ujaribu kutafuta muda, utenge muda wa kuzungumza na Bwana. Na maombi yako uwe unaanza hivi. Watu wengi ninajua kabisa wanaanza maombi ya toba wanapoingia kuomba. Maombi yako inatakiwa yaanze hivi, ili uweze kupata muda wa kuomba angalau risali moja na nusu. Cha kwanza unapoingia kwenye maombi, maana yake sasa unapoingia kwenye maombi unasimama na kitabu cha Isaya 1:18. Kitabu hiko ukikisoma kinakueleza kabisa, nasema kwamba njooni kwangu tusemezane. Maana yake Mungu anatuita tena upya. Anatuita tena upya. Anasema njooni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitakuwa nyeupe. Zitakuwa nyeupe. Zitakuwa nyeupe. Zitakapokuwa nyeupe, manake kuna nguvu inapenya, kuna nuru inapenya ndani yako ya kuomba. Inapenya hiyo nuru, ule uzito unakimbia. Hiyo nuru inapoingia uzito unakimbia. Hiyo toba ya kweli inapoingia, nuru ya Bwana inapenya, ile giza linakimbia. Hilo kweli linakukandamiza katika nyumba yako, unapoingia unahisi uzito kwa habari ya maombi, Roho wa Bwana anaingia. Unasimama na hiyo Isaya unaisoma. Unasema Bwana njooni tusemezane, asema Bwana dhambi zangu zijapokuwa nyekundu sana, unasema utanisamehe. Utanisamehe nitakapotii tu. Nitakapotii sauti yako. Unaomba. Unachukua muda wa dakika 20. Unamsihi Bwana, unaomba toba. Unaomba rehema mbele zake. Unaomba toba mbele zake. Unaendelea kuomba msamaha mbele zake. Unaendelea kuomba toba. Unaendelea kumsihi, unaendelea kuomba toba. Unaendelea kuomba toba. Unasimama nayo maandiko. Unasimama nayo maandiko. Unaomba. Sasa hekalu hili Bwana limekuwa la mashetani. Hekalu hili limekuwa lina mapambo ya kipepo. Hekalu hili Bwana limekuwa na mitindo ya kidunia. Unazungumza sasa, unazungumza. Nimesahau Bwana hili kana kwamba kumbe ni hekalu lako Baba. Hata nguvu ya maombi imeisha, hata tumaini nimekosa tena, msaada tena sina. Nimekuwa nikiomba Bwana hata sioni, sisikii sauti yako, sioni mkono wako kwangu. Unamlilia Bwana. Umetenga dakika 20 za toba. Unamsihi Bwana, unaendelea kumsihi Kristo, unaendelea kumsihi Bwana, unaendelea kumsihi, unaomba. Unapomaliza sasa, umeona kabisa bubujiko ndani ya moyo. Bubujiko kabisa limeshuka kwako. Bubujiko kabisa umeona, umehisi sasa nina raha, nina amani, nina furaha, nina amani kabisa. Unashuka sasa, unamshukuru Mungu kwa dakika tena 10. Unamshukuru Bwana tena kwa dakika 10. Dakika 10 tena unachukua. Ukitoka kwenye dakika 20 za toba, unaingia kwenye maombi ya kumshukuru Bwana kwa dakika 10. Unasema tu asante Bwana. Unasema tu asante Bwana. Paka hakikisha dakika 10 zinaisha. Unamshukuru Bwana tu. Umemshukuru Bwana tu, unamshukuru. Huku umetoka kwenye maombi ya toba ya dakika 20. Huku unakuja kumshukuru sasa Bwana, asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunifutia mashtaka. Asante kwa kuondoa makorokoro ndani ya hekalu hili. Asante Bwana, sasa ninakushukuru mfalme wa amani. Unamwambia Bwana unashukuru. Unasema asante. Unasema asante kwa dakika 10. Unasema asante. Unasema asante.
umezama roho ndani, umezama zaidi. Umeona? Basi umefika hapo, nadhani sasa kuna uchovu unaanza, kama ulivyozoea uchovu unaanza. Sikia, unasema kwa jina la Yesu, huu mwili umeshakuwa hekalu la Roho Mtakatifu, hautachoka tena. Huu mwili sio wa kuchoka tena. Huu mwili sio wa kuchoka tena maombi, maana ndio chakula, maana ndicho uzima wangu. Sitachoka tena. Unakataa uzito, unakataa kwa jina la Yesu. Unachukua tenzi za rohoni. Unachukua tenzi. Kama ni tenzi ya namba ngapi? Kupe mfano tu hapa. Tenzi ya namba 80 hapa. Unaanza kuimba sasa. Unaweza ukachukua wimbo wa kusifu na muimbia Bwana. Tenzi. Anasema hivi hapa. Mwamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake imemwingiwa. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Umezama ndani, unasema na Bwana, utasikia bubujiko, utasikia nguvu tena. Hiyo roho iliyokuwa inataka kukuvizia inakimbia. Nuru ya Bwana yani giza linaposikia nuru ya Bwana linakimbia mbali. Unalitazama tu lile neno la unabii. Anasema mkilitazama lile neno la unabii, tuna lile neno la unabii ambao tukilitazama mahali penye giza, tafanya vema mpaka utakapopambazuka. Auachi, unaimba, nimeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea, sikia nisome kidogo. Afu nimependa huo wimbo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umwagiwa. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Umeona sasa? Maana yake umetoka kwenye kumshukuru sasa kwa dakika hizo 10. Umeona? Ninafundisha mbinu za kuweza kuomba kwa muda mrefu. Mbinu zilejeza kuomba kwa muda mrefu. Muda mrefu kuanzia risali 1 kuendelea mbele. Ili hapo ndipo utakaposikia amani ndani ya moyo. Utakaposikia wito wako. Utakapofahamu wito wako. Unamwendea Yesu. Unamwendea kwa tenzi. Unamwimbia kwa tenzi. Katika tenzi nataka niwaambie kuna kuconnect na Mungu mwenyewe. Moja kwa moja, kuna kuconnect na Kristo. Kuna kuconnect na Bwana kupitia tu tenzi. Hii tenzi ukiimba kwa roho. Ukiimba kwa rohoni kabisa umezama ndani. Asante dada, endelea kutap screen na kushare. Unamwendea Yesu. Unamwendea, unaimba kwa roho kabisa umezama ndani. Maana yake hilo hekalu lake sasa. Hapo unamkaribisha roho wa Bwana ndani. Unamkaribisha Roho Mtakatifu ambaye ataketi kwenye hekalu la mwili. Mwili hii dhaifu. Roho hii lazi, lakini mwili dhaifu. Unaona? Kwa hiyo Roho Mtakatifu unapomruhusu sasa, unachemka ndani. Hakuna tena usingizi, hakuna tena uzito wa kipepo huo. Unakimbia. Maana yake nuru umeikalisha ndani. Maana yake nuru imeingia ndani. Maana yake umemjua. Sikia nikusomea Wakorinto. Nikusomea hapa Wakorinto sasa tuendelee ili tunaposoma neno la Mungu tutakuwa tuna mafuta yanazidi kushuka ndani, tunazidi kuelewa zaidi. Wakorinto ngapi? Wakorinto mstari wa sura ya 6 mstari wa 19. Anasemaje? Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Sikia, naomba unisikilize kwa makini. Nataka nizungumze na wale kwanza wanaosema ya kwamba tunapojaribu kuwaonya, tunapojaribu kuambia ule ukweli, jamani, Mungu anasema tuende hivi na hivi. Mungu anasema tusivae vimini. Bwana anasema vijana msinyoe denge. Bwana anasema tembeni katika njia sahihi. Tembeni, vaeni mavazi yanayomwakilisha Kristo, sio mavazi yanayomwakilisha ulimwengu, sio mavazi yanayomwakilisha shetani.
Mnasema kwamba wewe acha, injili yako ni ya kale, toka. Injili yako ni ya zamani, injili yako ni ya kale, toka na injili yako hiyo ya kale. Mungu anatazama rohoni, Mungu atazami mwilini. Majibu ya Wakristo wengi waliopwaya ni yale. Ni hayo unapojaribu kumweleza wokovu halisia, wokovu halisi usiochangamana na chochote, usiokuwa na maduadua. Ukimwambia anakuambia hivi, wewe injili yako ni ya kale. Yesu anatazama rohoni. Eti Yesu anatazama rohoni, hangaiki na mwilini. Sikia hapa anatuambiaje, nisikilize kwa makini. Naomba na mwingine ambaye unamuona hii, mshare hii clip, share huu ujumbe, hii live, aone, aelewe.